Ndugu zangu, sisi wanasiasa tunapata misukosuko. Wapo wengine wako magerezani. Naomba mnielewe hapo. Wapo wengine wako magerezani. Na mimi nawapenda kweli wanasiasa wenzangu. Kwa sababu sisi sote ni familia moja inaitwa ya wanasiasa. Sasa siwezi kulazimisha kwenda kumtoa mtu kwa sababu kuna mafiga matatu: bunge, mahakama na serikali. Mimi kama serikali nitakaa na muhimili wa mahakama ni kuangalia namna gani, kwa sababu ulimi hauna mfupa. Hata mimi Ngombale hapa nipo jukwani hapa naweza nikaongea nikakosea, ni kwa sababu ya ulimi, badala yake nikaomba samahani. Kwa hiyo nitakaa na muhimili wa mahakama kuwaondoa wale wanaoshikiliwa na kesi za kisiasa ili tuje tujenge wote nchi moja mkinipitisha tarehe 29. Napenda kulirudia hilo. Sisi wanasiasa ni familia moja. Kama wenzetu wako ndani kwa makosa tofauti, pengine ni kweli au ulimi ulikuwa una mfupa kapotoka, nikiingia madarakani tarehe 29 sitalazimisha kumtoa mtu, lakini muhimili utafanya kazi yake. Wa mahakama nitakaa nao kitako kujadiliana, ikiwezekana waliopo na matatizo ndani ya mahakama hizo, ndani ya magereza, waondolewe ili tujenge taifa moja la kizalendo. Sisi sote tunajenga nyumba moja. Hatuna haja ya kugombea fito. Na waahidi, na leo natamka hapa, hata yule ndugu yetu mimi nasema hapa, kila siku anaenda magerezani, ndugu yetu Tundu Lissu. Lissu mimi namfahamu, nilikuwepo Chadema, nimekaa sana. Ulimi hauna mfupa jamani. Nikipitishwa tarehe 29 nitakaa na muhimili wa mahakama, tumsamee, tujenge nchi pamoja. Binadamu tumeumbwa kusameheana. Binadamu tumeumbwa kusameheana. Kwa hiyo kama kuna watu wako magerezani huko waliongea vibaya, wakaeleweka vibaya, nitakaa na muhimili wa mahakama, kwa sababu mimi ndo nitakuwa bosi, mimi ndo nitakuwa rais. Tukae tujadiliane, tupunguze watu magerezani, tuje tufanye kazi ya nguvu kazi huku, tujenge taifa moja. Ilemela wewe, Ilemela safi, Ilemela mpo. Ndugu zangu, napenda niendelee kusema hilo. Kwenye masuala ya kilimo, pembejeo zimekuwa shida. Mkinichagua tarehe 29, mutembee vifua mbele. Nitatoa bei zote zile ambazo za ukandamizaji kwa wakulima wangu, ili mupate bei nzuri muweze kujiendesha. Nahitaji matajiri wa wakulima jamani. Nahitaji matajiri wanaotokana na kilimo. Ilemela wewe, Ilemela safi. Ndugu zangu, unapoongoza nchi unakuwa na mafiga matatu. Unakuwa na mbunge, unakuwa na diwani. Naomba kwa heshima na taazima tu niwaite hapa wakae mbele ya gari hapa wabunge wote wa mkoa wa Mwanza na madiwani. Jamani, karibuni, hebu muonekane kidogo hapa. Ndugu zangu, nawapa kiapo hapa. Na wapeni kiapo hapa. Nyosheni mikono juu, mkono wa kulia. Semeni kabisa hapa, mkichaguliwa kuwa viongozi hamtabadilisha line ya simu. Napenda kurudia. Rudieni tena hapo. Semeni hivi, kwa sababu wabunge wengi na madiwani wana line za simu 3. Pindi wanapochaguliwa
wanabadilisha laini za simu. Pindi wanapochaguliwa wanabadilisha laini za simu. Kuleni kiapo na hapa kama rais wenu kwamba semeni kwamba mkituchagua hatutabadilisha laini ya simu, tutabaki na laini moja ili muweze kupata mawasiliano wananchi hao wakiwa na shida. Waheshimiwa, rudini. Rudini hapo. Rudini. Unajua, yani lazima kwanza nicheke kwanza. Unajua wenzenu wamewadharau sana. Sasa hivi wamekuwa wanyonge, wanapiga magoti. Line wanazo kwa ajili ya wapiga kura na wajumbe. Akishapitishwa hapa anakuambia tuma message. Huyu hapatikani. Badala yake unaenda kumuona Dodoma amevaa miwani yake. Na mimi labda niwaambieni kitu kimoja. Nina sifa ya kuwa mgombea. Niligombea uspika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya Mheshimiwa Ndugai kung'atuka, walisalimika wabunge. Kwa sababu nilipanga hivi, ningepitishwa pale ndani ya bunge, ningeweka watu pale mlangoni mpaka nipate taarifa kutoka jimboni kwako kama umefika muda gani. Mbunge hujafika miezi mitatu unajifanya uko bize. Miezi miwili unajifanya uko bize. Mwezi mmoja unajifanya uko bize. Alafu unaingia ndani ya bunge langu. Nitakwambia rudi huko ukachukue changamoto. Na upati chochote. Uli chochote pesa za umma. Hayo ndio maheshimiano. Na lingine ndugu zangu, mnyongeni hao waandishi wa habari. Mimi serikali yangu nitawatumia kweli kweli waandishi wa habari. Tena kila taasisi ya waandishi wa habari nitatoa gari kama serikali kwa ajili wakachukue changamoto huko vijijini waniletee. Waandishi wa habari oye. Wanafanya kazi kubwa waandishi wa habari. Ndugu zangu Wanailemela, tarehe 29 ikifika, mimi nilikuwa mtu wa kwanza kwenye ile karatasi ya kupiga kura. Kwa sababu wamesikia Ngombale kana anakoenda mafuriko, kama nyinyi mlivyojaa hapa, nyinyi ndio wapiga kura halisia. Tena nikiingia madarakani, nimeshawaambia mkutano wa juzi, magereza yote ya Tanzania na waomba na muhimili wa mahakama tuangalie kama kuna kesi ndogo ndogo za kuku, za madebe ya mahindi, ya mbuzi. Naomba wale watu waanze kuondolewa mara moja. Kwa sababu gani? Najua mimi nashinda tarehe 29. Wameshaanza kunifanyia filegeso. Wamenitoa namba 1, wamelileta namba 6. Kwa hiyo tarehe 29 nitakaoenda kuwajaza gerezani ni watuhumiwa wa CCM. Watuhumiwa wa CCM.